Maana mwenye dhambi alikuwa hawezi kumkomboa mwenye dhambi. Haleluya. Amen. Yeye ndiye Mungu yule ambaye Tito 2:13 anasema ni Mungu mkuu na mwokozi wetu. Yeye yule Mungu akaingia ndani ya binadamu. Hasa mtu mmoja anasema aliingiaje Mungu atoke mbinguni aje ingie ndani ya mbinguni, anabaki nani? Anamwangalia, anacheka. Nasema kama mvuli. Kwa sababu wewe unajiuliza, kwani nikichota maji kwenye ndoo, nani maji baharini, nikaja nayo huku. Yaani haya ni maji gani? Si ya bahari. Nikiwa nayo huku ni si ya bahari. Nimeitoa bahari kule. Maji ni yale yale. Nikiamrisha nikamimina, sinabaki vile vile. Au kwamba nikichukua upepo, nikaweka kwenye ndoo nikafunga. Huo ulioko kwenye ndoo ni nini? Sio ulioko kwenye ndoo, ulioko kwenye ndoo. Ni nini? Ni upepo. Na nikiufungulia si ule ule. Hasa Mungu mwenyewe akajitoa, akazama ndani ya mwanamke Bikira Mariamu. Ile sifa ya ubikira walikuwa nayo Waisraeli wote. Sio kwamba alienda kwa sababu tu Maria alikuwa yeye amejitunza kuliko wote walikuwa mabikira. Wazao kufanya uzinifu utapigwa mawe na kufa. Sema yeye alipata neema. Ile neno bikira linatajwa kuonyesha kwamba si kwa mapenzi ya kibinadamu kwamba Kristo alipatikana. Haleluya. Amen. Hatimaye akazaliwa, akawa ndugu yetu na akawa na kitu cha thamani ambacho akitoa hicho kitakuwa kimetosheleza gharama ya nini? Ya ukombozi. Bwana asifiwe. Hiyo ndio historia ya ukombozi wetu. Historia ya pekee sana. Yaani mambo yametengenezwa tangu mbali mpaka kutufikia sisi leo. Na ndio maana ukishaokolewa jilinde. Imetumika gharama kubwa sana kukupata wewe. Amen. Imetumika gharama kubwa mno. Amen. Ni mpango uliosukwa, mpango mahususi, mpango uliogharimiwa, mpango uliopangwa na Mungu mwenyewe kukufikia wewe. Wewe sio mtu wa kawaida. Usijione wanakutingisha vijana wa kiboko mtaani na wewe unakubali kuuza leo. Wewe usikubali. Wewe ni mtu wa thamani. Amen. Haleluya. Wewe ni mtu wa thamani. Ukishaokolewa wewe ni wa pekee sana. Sema amina. Mambo ulifanywa kwa ajili yako. Sasa hayo ndio yanatuleta kwenye ushirika wa meza Bwana. Maana sasa Kristo anapokufa anasema sasa nikalirejeshe kundi la Mungu lililotawanywa na dhambi. Mwana kondoo mmoja afe, wasiangamie wote. Na Kristo akafa tusiangamie wote. Sasa baadaye anasema sasa mpango ufanyike, mpango wa ushirika. Chakula ambacho kikiliwa ambacho thamani yake ni mwili wa Kristo na damu ya Kristo kinachoturejesha pamoja kwenye kumbukumbu za kilichofanyika mpaka Mungu kutupata sisi. Amen. Amen. Hapo akaandaa chakula cha pamoja na wanafunzi wake. Akamwambia sikilizeni. Naomba nisubiri kwenye Biblia sana. Akasema sikilizeni. Tumekaa hapa kula chakula cha pamoja, ushirika mtakatifu. Ushirika, wazo langu kubwa ni utukumbushe yaliyopita. Utukumbushe lengo la ukombozi ambalo kwenye kitabu cha Kutoka, wakati Mungu akiwakomboa kutoka Misri, walikula na kufanya nini? Na kunywa. Amen. Amen. Na wakala kwa muda mmoja na kwa umoja wao. Wakala, wakanywa, wakafurahi kwa sababu palikuwa na tukio kubwa sana la ukombozi ambalo linawakusanya wote, wakiachana na mambo ya makabila yao na mambo ya jamaa zao na mambo ya familia zao na kuunganishwa katika Mungu mmoja ili kuanza kutembea pamoja katika imani moja, ubatizo mmoja, usemi mmoja, wokovu mmoja kwa sababu ya ule ushirika mtakatifu. Yesu anasema sasa na ninyi nawaita tukae pamoja tule na kunywa. Lakini jihadharini. Hili jambo linalofanywa lina kumbukumbu ndefu kutoka kule nyuma. Jitaibini sana mnapokula hili, muwe safi. Moyo mmoja, msiwe na mafarakano. Na yeye mwana mafarakano, mwana dhambi ya kila huu ushirika ambao unatukumbusha Pasaka, unatukumbusha tukio la ukombozi. Akila badala ya heri atapata hofu. Na akasema hapa mezani tulipo hapa yuko mmoja, naye ni mwana wa mpotevu. Akila kwenye hali yake ya uchafu, badala ya kuungana na wenzake, yeye atatolewa nje na ifakio.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hatimaye akaumega mkate, akaomba, akamshukuru Mungu, alafu akala na akawaambia, twaeni mle, huu ndio mwili wangu uliotolewa kwa ajili yenu, akiwakumbusha tukio la kutolewa kwa yule kondoo. Akasema hilo halitakuwa tu tukio la kuchinjwa peke yake, maana yake mnapokula mnamaanisha mimi mwenyewe nitakaa ndani yenu. Ni tukio la nje linalonielezea kwamba mimi mwenyewe nitakuwa nikikaa ndani yenu, badala ya yale matukio ya wanyama kuchinjwa wakiwa nje na kufanya kazi nje yenu, lakini mimi nitakuwa nikifanya kazi ndani yenu. Na damu, divai akaithaminisha ni damu, nayo kunyweni, ikimaanisha ikiingia ndani yenu, mimi nimeingia ndani. Yale mambo yaliyokuwa yanafanyika kwa nje yameisha, sasa yatafanyika kwa undani. Amen. Amen. Tuko pamoja jamani? Amen. Tuko pamoja jamani? Amen. Mnanielewa au mnawaacha? Tunaelewana eh? Amen. Sasa akawapa wakala na kunywa. Sikiliza, Yohana 1:1 inasema hapo mwanzo palikuwa na nani? Na neno. Na yeye neno alikuwa kwa Mungu. Na yeye neno alikuwa Mungu. Vyote vilifanyika katika yeye. Na pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika. Kilichofanyika ndani yake ndimo ulimokuwa uzima. Na ule uzima ulikuwa ni nuru ya watu. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza kufanya nini? Halikuweza. Kwa hiyo Yesu Kristo ambaye ni neno anazama ndani ya wanafunzi kupitia ule mkate na divai. Sawa sawa jamani. Yohana 14:21 mpaka 23 inataja habari ya Kristo kwamba aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye, naye anipendaye atapendwa na Baba, nami nitakuja kwake na kujilisha. Namuuliza itakuwaje hiyo? Akasema yeye anayenipenda analishika neno langu. Maana yake tendo tu la kula ule mkate, maana yake Kristo mwenyewe ambalo ni neno anaingia ndani yetu. Tunadhihirisha ya kwamba sisi maisha yetu kuanzia sasa tutakuwa tunamuishi Kristo ambaye neno la Mungu. Tutazisoma Biblia zetu, tutaishi yote yaliyoandikwa humo. Maana yake tunaposhiriki ushirika wa meza ya Bwana, tunakubali kumpokea Kristo akae ndani yetu milele na milele. Na tunaiali ya kwamba neno la Mungu litakuwa likifanya kazi ndani ya maisha yetu siku zote. Amen. Akasema kwa muktadha huo jihadharini, asiwepo miongoni mwenu atakayeigiza akala meza ya Bwana huko akiwa mchafu. Amen. Amen. Usifanye mambo yako huko nje, halafu kaja hapa ukala ule ushirika. Leo tunashiriki ile meza ya Bwana. Na mimi sikutishi. Natamani kama una tatizo ndani ya nafsi yako, basi Mungu akusaidie kutengeneza leo, ili kila mmoja aliyeko hapa astahili kunywea kile kikombe na kula mwili wa Kristo ambao unamaanishwa kupitia ushirika tutakaofanya siku hii ya leo. Tuko pamoja jamani? Amen. Unanielewa? Amen. Sasa Mtume Paulo ambaye alipewa dhamana ya kufafanua Injili ya Kristo, katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura 11 mstari wa 17 hadi 34 anatoa ushauri. Sikiliza ushauri wa Petro na wa Paulo. Mstari wa 17 hatutasoma. Alipokuwa akizungumzia ushirika mtakatifu ambao nimesema hatuwezi kuviachanisha na nini? Na Pasaka. Sawa sawa eh? Amen. Alianza kuwalaumu wa Korinto kwamba wanakusanyika kwa hasara. Mstari wa 17, mstari wa 18 na wa 19 anasema mna hasara kwa sababu ninyi mnakula meza ya Bwana, huku katikati yenu kuna matatizo, ninyi mna faraka. Yaani ni watu msiopendana na bado mnakula meza ya Bwana. Ni mbaya. Yuda alipoishiriki ile ilimgeuka. Kwa nini? Ndani yake hapakuwa safi. Akashiriki kitu ambacho kina maana safi. Mstari wa 20 hadi 22 anasema kutokana na faraka hawawezi kushiriki na hawangefaa kushiriki wala ushirika mtakatifu kwa sababu ingewaletea madhara. Mstari wa 23 hadi 25 anawakumbusha jinsi
Yesu alivyofanya ushirika ule pamoja na wanafunzi wake kabla ile Pasaka. Na mstari wa 26 anaelezea lengo la kula na kunywa meza ya Bwana kwamba ni kutangaza mauti ya Bwana iliyosababisha ukombozi. Maana yake anayekula ule ushirika mtakatifu anachokitangaza ni ile mauti ya Bwana. Na mauti ya Bwana si tu kusema mauti ya Bwana, bali tunataja lengo la ile mauti ambao ni ukombozi. Kama unakula unasema Kristo ameyakomboa maisha yangu. Unakiri wazi kwamba Kristo amekomboa nini? Siwa mnashiriki huko meza Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Unakiri kwamba Kristo amekomboa nini? Maisha yako. Unatangaza lengo la ukombozi kupitia Yesu Kristo. Na mstari wa 27-34 anawaonya kwamba kula ushirika vibaya wa meza ya Bwana kuna madhara, ikiwepo magonjwa na vifo, na kushauri kwamba kila asiyejipambanua bora aache kula. Ni tukio la nje lakini lenye nguvu sana ya kutangaza mauti ya nani? Ya Kristo. Tunapoila kizembe ni kama kuonyesha kwamba hata tukiishi maisha yoyote baada ya kumpokea Yesu ni sawa. Yaani unapoila bila kujipambanua, unaishi maisha machafu nje, lakini huku unakuja kula ile ushirika wa meza ya Bwana. Ni sawa na kusema naweza kuishi na Yesu rohoni na nje nikafanya chochote ninachotaka. Ni tangazo baya. Kwa hiyo unapokula ule ushirika, usitangaze tangazo baya. Leo tunashiriki ushirika meza Bwana, lakini wewe usiwe mmoja atakayotangaza tangazo baya kwamba maisha ya rohoni yakichanganywa na maisha ya mwilini vinaendana. Hapana. Unapokula jipambanue nafsi yako. Jiulize, je, nayaishi ambayo Mungu anahitaji? Naishi mema ambayo Mungu anahitaji? Naishi lengo la Mungu kumtoa Yesu Kristo kuja duniani? Hili ni tendo la kimwili lakini ambalo maana yake ni kubwa rohoni. Kama unajua wajichanganya kwenye mambo ya uzinifu huko, wajichanganya kwenye mambo maovu, uongo, utapeli, ushirikina, mambo ya chale huko yasiyompendeza Mungu, kwamba sura yako mbele ni hii lakini sura yako nyuma ni nyingine, usikubali kula ushirika wa meza ya Bwana kwa sababu una madhara. Hata hivyo, meza ya Bwana ni nzuri kwa sababu inaturejesha kwenye lengo la ukombozi. Ni muhimu kila mmoja aishiriki, na ili uweze kuishiriki ukiwa na moyo safi, moyo usio na giza, ni vizuri kabla ya kula waweza kupewa muda wa kujitafakari mchache. Alafu katika kujitafakari, ukigundua kuna mahali popote umekosea, ukatubu kabisa na ukamwahidi Mungu, tangu leo nitakuwa mwema, tangu leo nitafuata lengo la ujio wako duniani ambalo ni ukombozi na kuwakusanya watoto wa Mungu waliotawanyika ambao mmoja wapo ni mimi. Ukifanya hivyo na ukayatubia makosa yako, utastahili kula ushirika ambao muda mchache tunaenda kufanya katika Pasaka hii ya leo. Amen. 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 Usiogope kula meza ya Bwana, ushirika mtakatifu, kwa sababu ni tukio la maana sana ambalo laweza kutengeneza faida nyingi ndani yako. Lakini hakikisha kwamba unapofikia kula hiyo, basi usiwe ni mtu ambaye unafanya kimazoea na ukitoka hapa unaenda kufanya sio mpendeza nani? Kristo. Yakane yaliyopita. Kumbuka wana wa Israeli wanapotakiwa kula ule ushirika ambao ulihusisha Pasaka, kile chakula, wanaambiwa jiandaeni, kuweni tayari, viatu vyenu mguuni, fimbo zenu mkononi. Hakikisha mnakula kwa haraka kwa sababu safari yenu ya ukombozi inaanza. Mkimaliza tu kula, mjue kwamba kuna tukio moja ambalo Bwana anapiga wasiompendeza na hatimaye anawaacha huru wanaompendeza, na hatimaye